Kuna babu wa TikTok na baba yetu Clemence Mwandambo kama ambavyo wanapojulikana huko mjini TikTok. Bwana, wazee hao wawili wenye mfanano kidogo wa sura mpaka tabia, huku wakiwa na mionekano tofauti. Kuna huyu hapa ni Bontown na huyu hapa ni Bushman. Huwa wanaongea maneno mazito sana, huku baadhi yakiwa na ukweli mchungu kwa waumini wa dini zote. Embu msikilize huyo hapa. Wewe sisi tuchangishwe matofali matatu tujenge sehemu ya ibada, wakati kuna misikiti huko inagharimu dola milioni 800. Watu wanaswali huko. Wewe unaswali kwenye kuchangishana matofali matatu. Bado upo. Babu yenu sikizeni. Mwataka ndio hivyo. I'm here for a reason. Sio akili yangu. Pengine hapa hamuongei na mimi, mnaongea na jini shak. Hilo msilolipenda hilo jifarau, sijui laitwa nani, sijui Lucifer, ndio mimi. Alafu linacheka kwa dharau. Kama hamjui shauri. Tuendelee mbele. Twende mbele. Hamjiulizi au maswali, mmekaa kama makondoo ya Bwana. Na Clemence Mwandambo ni mmoja tu. Mungu alimtamani msichana hapa duniani jamani, akashuka akaja akampiga mimba. Huyu binti akashika mimba ya Mungu. Kwa hiyo Mungu na huyu binti alikuwa na mchumba wake na mume wake. Mume wake anaitwa Sui Yusufu. Alafu kwa hiyo Mungu ni mchepuko wa huyu binti. Yaani linaongea kwa kebehi kabisa. Kwa hiyo Mungu ni mchepuko. Kwa hiyo Mungu ni mzinzi Jamani, Mungu ni mzinzi. Unaona jinsi dini zinavyomtukanisha huyu Mungu. Kwa hiyo Mungu ni mzinzi Yaani Mungu ni mzinifu. Alafu huyu Mungu atakuja kwa hukumu wazinzi. Sielewi kama Mungu ni mchepuko, na huyu binti alipokufa akapaa kwenda mbinguni kwa mchepuko wake ambaye ni Mungu, akamwacha mume wake duniani. Jamani, mimi sielewi, dini zinasumbua akili kidogo. Dini ndio zinazomwaibisha huyu Mungu mwenyewe ambaye wanamwabudu. Asanteni baba yenu Clemence Mwandambo, nimemaliza. Kwa nini nimesema baadhi ya maneno yao huwa yana ukweli ulio mchungu kwa waumini wa dini zote? Hebu msikilize Bontown anavyotoa ushahidi wa ukweli kuhusu nchi ya Saudi Arabia, namna ambavyo wanavyoishi licha ya kuwa ndio sehemu ya mzizi mkuu wa Uislamu. Hebu msikilize. Kwanza nionyeshe kitu kimoja hivi. Huko Saudi Arabia huko kuna vitu ambavyo nyinyi hamvijui. Shida yenu nyinyi mwatazama majumba kitaulo tu. Ngoja niwekee hii video muone kwanza. Dunia inapokwenda iko wapi? Inafanya nini? Haya maisha ya huku, yani kwamba sisi wakati tunaishi katika hii imani ambayo tunayoamini, lakini hawa ambao ndio waliotuletea hii imani wanaishi maisha tofauti kabisa, kama ambavyo hiyo video hapo unavyoiona. Na labda nikiweza tu nikuchanganulie tu, kwa sitoweza kutafsiri neno kwa neno kwa sababu bado maelezo yangu yanaweza pia yasijitosheleze, ila hapa anataka kuzungumzia kwamba ndani ya Saudi Arabia, kama ambavyo unavyoona kule, kuna starehe ambayo watu wanafanya starehe, utazani kama wanaishi nje kabisa ya hii dunia. Yani kule watu wanaenjoy tofauti na ambavyo tunafikiria sisi huko watu wa dini, huko tukiwa tunajidhiki. Na ndio maana babu yetu hapa amesema yeye hatokaa akatoa pesa yake mfukoni kwenda kuhiji Maka. Mimi nitoe hela yangu niende kuhiji Maka? Yani no, it will never happen. Sitofanya hicho kitu. Mnisamehe. Nendeni, sijawakataza, lakini msinilazimishe. Kisha turudi loko kwa Bushman. Dini zinamchosha baba yetu Clemence Mwandambo. Jamani, tunasikia padri ametoweka kwa ajili ya madeni. Padri katoweka kwa ajili ya madeni. Huko akisema ametekwa, kumbe kajiteka, ametoweka kwa ajili ya madeni. Padri madeni ya nini? Hana mke, hana watoto, anakula peke yake, anavaa peke yake.
wanasema kazi yake ni kumtumikia Mungu. Basi, kwa maana hata angekuwa na suruali moja na shati moja na kanisani anavaa kanzu, madeni ya nini padri? Ndio mjue kwamba watu wana biashara zao za siri. Dini ni biashara, wana biashara zao za siri. Padri madeni ya nini? Hana familia, madeni ya nini? Au askofu madeni ya nini? Dini zinanichosha baba yenu Clemence Mwandambo. Hebu nielezeni, nipeni jibu. Nimemaliza mimi, nachoka baba yenu Clemence Mwandambo. Asanteni. Hivyo basi, kila aliyetazama klipu hizo mbili ameona tulichosema upande wa dini ambayo si yake ni sahihi. Je, wewe umeona ni yupi ameongea ukweli mchungu kati ya hizo mada mbili? Tupia komenti yako hapo chini, nitapita nayo kwenye video inayofuata. Mpaka wakati mwingine, bye bye.